Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Hii ni idhaa ya Kiswahili, tunakutangazia toka Fizi News 24. Mimi ni Natasha Mingo Andrea kwa utangazaji. Kituo chako kinapatikana mashariki mwa DRC, South Kivu. Tuweze kuangazia idhaa hii na habari kutoka sekta ya kijamii. Watu 7 wa familia moja kutia ndani mama na watoto wake 6 waliangamia katika mkasa wa moto uliozuka usiku wa Jumatano Machi 5, 2026 katika kijiji cha Mudusa tarafani Kabare. Moto huu umetokea usiku wa manane baada ya watu wote kulala. Taarifa hii inatolewa na asasi la kirahia la eneo hilo katika mahojiano na waandishi wa habari wa kituo chako. Msiba wa kibinadamu huko Mudusa ukiacha familia zenye majonzi baada ya moto kuteketeza kila kitu katika njia yake. Nyumba, mali na vifaa vimeteketea, hali inayowashtumu wakazi wa Chimpuji katika kitongoji cha Cheragabwa ya pili. Kiongozi wa kikundi cha kirahia katika eneo la Mudusa anapendekeza kuwa mkasa huo wa moto unahusishwa na nyaya za umeme ya Masinga katika sehemu hii ya mkoa wa Kivu Kusini. Steven Mubalama na washauri wakazi wa Mudusa kutokabidhi mitambo ya umeme kwa watu wasio na sifa ili kuepukana na majanga haya, waweze kuwapa wataalamu wa sekta hiyo. Pia anatoa wito kwa watu wenye moyo mwema kuonyesha mshikamano kwa wahanga na kuwaunga mkono katika kipindi kigumu. Jioni hiyo hiyo, moto mwingine umezuka Bukavu katika kitongoji cha Mosala kwenye barabara ya Buolo ya Ine Avenue, ambapo takribani nyumba 3 ziliripotiwa kuharibika na kuacha familia bila makazi. Kwa hivyo hitaji la kufunga vizima moto katika kila nyumba, kukabidhi usakanishaji wa nyaya za umeme kwa wataalamu, kuzingatia ukuaji wa miji na kuepuka uhifadhi vifaa vinavyoweza kuwaka katika nyumba za wakazi kama vile kuzuia. Habari tu za kijamii. Watoto 2 walio na umri wa chini ya miaka 6 wamefariki katika maporomoko ya udongo yaliyotokea usiku wa Jumatano Machi 5 huko Nalunga katika manispa ya Bagira. Watu wengine 4 walijeruhiwa vibaya katika eneo la tukio, kulingana na NDC Bagira katika mahojiano nasi. Kulingana na katibu ripota wa NDC Bagira, maafa haya yametokana na ujenzi usiozinishwa wa ukuta wenye urefu wa mita 3. Katika kukabiliana na hali hii, Chamikolo Kitwambile Bertin anazitaka mamlaka zinazohusika kuweka kipaumbele katika katazo la ujenzi kwenye maeneo yasiyostahili na kuwawekea mikakati kali wale wanaokeuka ili kuokoa maisha ya watu. Anawaomba watu wote wenye moyo mwema kusaidia familia hii za wahanga na maporomoko ya ardhi ambao wamepoteza kila kitu. Chamikolo Kitwambili Bertin alisema, Vraiment tuko profondément choqué na hii situation ambayo inajiproduire hapa quartier Chikoni avenue ya Lunanga commune ya Bagira. Éboulement de terre inafanya madega pale kabisa mpaka tunashangaa. Watoto 2 wamefariki na 4 wamelumia vikali kabisa. Ndio kwa maana tuna denonce hiyo ma construction anarchique na ma imprudence za kujenga hiyo nyumba ambazo hazifai na mamira ambazo hazistahili. Tunaomba kwa viongozi wote sur le plan locale, va chef d'avenue, va chef de quartier, va nyumba 10 na wengine ambao wanahusika kama vile cadastre na urbanisme kuevite ma negligence na manque ya vigilance. Tunaomba tena kwa viongozi wote wale wanakuwa tu lokale kama vile wale wote tunamaliza kuwataja, kurenforcer sensibilisation na kukataza hiyo ma construction anarchique mu site iko impropre, kwa sababu maisha ya wakaaji iko takatifu na tunapaswa kuheshimia maisha ya watu. Afya.
Vifo 2070 kati ya zaidi ya visa 71,200 vya kipindupindu vimerekodiwa nchini DRC mwaka wa 2025. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, OMS ilichapishwa na Radio Okapi na kushauriana nasi mnamo Alhamisi Machi 5. Shirika hili la Umoja wa Mataifa linaripoti kuwa jiji la Kinshasa limekuwa kitovu tangu mwanzoni mwa Februari 2026. OMS inaripoti hata hivyo kwamba takwimu za Februari 2026 zinathibitisha kwamba tishio bado ni kubwa. Kwa wiki ya Februari 16 hadi 22 pekee DRC imeripoti kesi 1429 zinazoshakiwa na vifo 43 huko Kinshasa. Mji mkuu wa DRC pekee unachangia 13% ya kesi za kitaifa na maambukizo 431 na vifo 14 katika maeneo 19 yaliyoathiriwa. Kwa maana hii, ripoti ya OMS inalenga hasa maeneo makubwa matano katika mji wa DRC ambayo yanachukuliwa zaidi na 18% ya maambukizi. Hii ni Limete, Kingabwa, Kalamu ya Pili, Binza, Ozone na Kisangani. Ripoti hiyo inaongeza kuwa ili kukabili mwelekeo wa maambukizi, mkakati ulioidhinishwa wa polisi jamii unatekelezwa. Mbinu hii ni kamili, inahusiana kuingilia kati moja kwa moja barabarani na majumbani ili kutambua kesi mapema, kusafisha kwa utaratibu kaya zilizoambukizwa, chronic, vyanzo vya maji ya kunywa na kuongeza ufahamu miongoni mwa familia kuhusu hatua za kuzuia. Kulingana na Dr. Anne Ansia, kaimu mwakilishi wa OMS nchini DRC, kwa kujitolea kamili na uratibu thabiti, janga hili mbaya katika jiji la Kinshasa na majimbo mengine ya DRC linaweza kukomeshwa. Anasisitiza kuwa ushiriki dhidi ya kipindupindu unategemea ushiriki wa kila mtu, viongozi wa maoni, vyombo vya habari, shule, makanisa na misikiti. Anapendekeza kwamba makundi haya yote ya watu waendelee kuwa waangalifu kuhusu unawaji mikono mara kwa mara, matibabu ya maji, usafi wa mazingira na kutoa taarifa za haraka za kesi yoyote ya kuhara kali kwa huduma za afya. Dharura hii ya kiafya inatokea katika hali ambayo serikali inatafuta matokeo ya haraka katika sekta za kimsingi za kijamii, kama ilivyoripotiwa na vyombo vya habari vya Kinshasa. Habari tu za kijamii. Kuwapa waandishi wa habari wa jiji la Bukavu ujuzi wa uandishi wa habari unaozingatia maadili na kuhimili mizozo na kuwajulisha kuhusu usalama wa kidijitali ni lengo la warsha ya mafunzo iliyoandaliwa na JPDDH Alhamisi Machi 5 mwaka tulimo. Warsha hiyo inahamasishwa na kuimarisha ujuzi wa kitaalamu wa waandishi wa habari wa Kivu Kaskazini na Kusini. Lengo ni kuwahimiza kutoa taarifa huku wakiheshimu viwango vya maadili na taaluma. Hii ni njia ya kuwalinda dhidi ya kutoa habari nyeti kwa migogoro ambayo inawaweka kwenye ukosefu wa usalama. Kwenye nafasi hiyo, msemaji wa siku hiyo ambaye ni Profesa Adolphe Kilomba alieleza kuwa uandishi wa habari unazingatia migogoro, maanisha kufanya kazi kwa njia ambayo haileti migogoro bali inasaidia kuisuluhisha kwa ufanisi zaidi. Kwa ajili yake, mwandishi wa habari anayezingatia migogoro lazima ajitahidi sio kuunda migogoro lakini kupunguza hao, kutatua na kuepuka hotuba za chuki wakati wa kazi zao. Anatoa wito kwa waandishi wa habari kufuata mazoea yanayolenga kulinda utambulisho wao wa kidijitali, ikiwa ni pamoja na kuhifadhi data, matumizi ya programu madhubuti ya kuzuia virusi na hatua nyingine nyingi za usalama. Yote haya ni kuepuka madhara ya uhifadhi mtandaoni.
waandishi wa habari walieleza kufurahishwa kwao na kuishukuru JPDDH kwa mafunzo hayo kwa wakati mwafaka. Waliahidi kutekeleza uandishi wa habari unaozingatia migogoro. Walisema ndio waliongelea mengi. Kwanza tunashukuru wakuu ambao walifikiria kabisa kuanzisha hii formation, na ilikuwa ya mzuri, ilitusaidia. Baliongelea mambo ya mingi, lakini mie yenyewe nilifurahia sana ni wakati waligusia point juu ya securite numerique, na ile kabisa ilisaidia, na nilifundua kwamba ni muhimu sana kuchunga wala kutia makode ambao zitakuwa zinasaidia lorsque unaweza kuwa na portable yako wala hautakuwa nayo, lakini ujue tuke bitu biko protege kwa sababu ulivichunga vizuri, na usi kubadilisha ile mot de passe wala ile code yenye iko ku telefone yako wala yenye iko kuma platform zako, kuzibadilisha kila siku wala hata après mwezi mmoja, ili tu kujua kwamba watu wenye nia mbaya wasiende kule na kutengeneza vibaya ile makonte za kwako. Ikumbukwe kwamba mafunzo haya ni sehemu ya mradi wa JPDDH wa kusaidia ulinzi wa waandishi wa habari na kupambana na taarifa potovu na matamshi ya chuki kwa msaada wa kiufundi kutoka kwa NED. Habari za mazingira. Ushirikiano wa Uswisi umezindua rasmi shughuli za mwezi wa kijani katika jiji la Bukavu. Haya yamefanyika wakati wa mkutano na wapashaji habari iliyoendeshwa Alhamisi Machi 5 mwaka tulimo. Lengo ni kuongeza uelewa wa umma kuhusu masuala ya mazingira na kukuza mazoea endelevu. Yote hayo yanatokana na uchunguzi kwamba jiji la Bukavu linakabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwa ni pamoja na uchafuzi wa Ziwa Kivu, usimamizi duni wa taka, ukataji miti na ukosefu wa sera madhubuti za usimamizi wa taka. Ndiyo maana ushirikiano wa Uswisi kwa ushirikiano na vyuo vikuu, mashirika ya kiraia, wasanii na vyombo vya habari inaandaa mfululizo wa shughuli za kuongeza uelewa wa umma kuhusu masuala ya mazingira na kutetea mamlaka ili kuhakikisha ufuatiliaji wa kampeni hii. Ili kuwa ni fursa kwa Thomas Jenach, mkurugenzi wa ushirika wa Uswisi, kutoa wito kwa umma kukumbatia kampeni hii na kuchangia katika ulinzi wa mazingira. Aliongeza kuwa shughuli kadhaa zimepangwa, ikiwa ni pamoja na makongamano, upandaji miti, matangazo ya umma na haki ya kuonyesha mawazo ya ubunifu kwa ajili ya ulinzi wa mazingira. Ikumbukwe kuwa mwezi wa kijani unatokana na jumbe 10 muhimu za kuwajibika na kuchangia katika ulinzi wa mazingira kuanzia nyumbani. Tuweze kutamatisha na habari za sasisho. Wachimbaji migodi 2 walikufa kwa kukosa hewa na mmoja alinusurika katika ajali ya uchimbaji madini iliyotokea Jumatano Machi 4, 2026 katika eneo la uchimbaji madini la Kalinga katika kijiji cha Mazozo katika eneo la kikundi cha Baligi, uchifu wa Muzimu. Habari hiyo inatolewa na mfumo wa uratibu wa asasi za kiraia wa eneo la Mwenga katika mahojiano na mwandishi wetu wa habari iliyofanyika Alhamisi Machi 5, 2026. Samuel Basubi, katibu wa mfumo wa uratibu wa mashirika ya kiraia ya bonde la Zalia katika eneo la machifu la Wamuzimu, alisema kuwa waathiriwa walishindwa na ukosefu wa oksijeni chini ya shimo la uchimbaji dhahabu. Akikabiliwa na lehe, anatoa wito kwa huduma ya usaidizi wa wachimbaji wadogo na wachimbaji wa SAIMAP kutekeleza ipasavyo majukumu yake, haswa katika kutoa mwongozo usaidizi na kurasimisha shughuli za wachimbaji wadogo. Yote haya ni malipo ya kodi ambayo wachimbaji hawa wanalipa kwa serikali, alisema. Kitu ambacho tunasema ni kuambia vyombo vinavyohusika wasibakilie kufurahia tu ushuru, kutoza kodi, lakini watafute mbinu zingine zinazoweza kusaidia hasa wachimba madini kupata nafasi ya kujua nini wanapaswa kufanya. Maana mitindo zingine ambazo wametumia leo ni mitindo ambazo hazifai.
lakini wameendelea kuvitumia kwanza kwa kukosa kusindikizwa. SAEMAP inafanyaka nini? Ingefanya kazi yao ya kusindikiza wachimba madini, lakini pia kuwafundisha. Mekwetu watu wamefurahia tu kutoza kodi, kutoza ushuru, yote ile mengine hawaifanyi. Ndio maana pamoja na kutoa pole kwa jamaa ambayo imepoteza wapendo wake, tuko na sema ya kwamba ni vema kabisa SAEMAP, service ya mine na zingine ambazo zinahusika, serikali ya Kongo kujifunza kusindikiza wachimba madini kwa mafunzo, lakini pia kuwaonesha nafasi ya hatari ambako hawawezi tumika, mitindo hatari ambazo hawawezi tumia, na zaidi ya yote kuwasaidia na mafunzo na vifaa vya kisasa. La ziada tuna matamatisho ya dira za Machi 5, 2026 ni hapa mpenzi mtazamaji wa dira zetu toka Fizi News 24. Asante kutukopa jicho na sikio mwanzo hadi tamati wa matangazo. Tukutane siku nyingine kwa dira zifuatazo. Kwaherini. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.